mapenzi sio sumu na kwambia we unielewe. Nilipotoka wengi washanikimbia we, nimebaki na wewe. She's just a friend, atabaki rafiki tu. She's just a friend, mapenzi naye siwezi. She's just a friend, atabaki rafiki tu. She's just a friend, mapenzi naye siwezi. Raha zako zote nitakupatia, utamu ndani nje nitakutunzia. Wendo my baby, baby girl, ni wewe, ni wewe. I gotta love you for the rest of my life. Ni wewe, ni wewe. I gotta love you for the rest of my life. And every time when I look into your eyes, I see the fire in there. Fire. Every time when I look into your eyes, I see desire in there. Desire. Every time when I look into your eyes, I see the fire in there. Fire. Every time when I look into your eyes, I see desire in there. She's just a friend, atabaki rafiki tu. She's just a friend, mapenzi naye siwezi. She's just a friend, atabaki rafiki tu. She's just a friend, mapenzi naye siwezi. Raha zako zote nitakupatia, utamu ndani nje nitakutunzia. Wendo my baby, baby girl, ni wewe, ni wewe. I gotta love you for the rest of my life. Ni wewe, ni wewe. I gotta love you for the rest of my life. Busy Babylon. Yeah, nimezunguka kila kona ya pande za dunia, nilivyofika sijaona, sijapona, nikaonya siwezi kumpa demu malikia. Sichezi game, siuzi match kwa wapita njia, na rafiki dem speedy def na jateka sia. Ile tatizo wewe, penzi lako nilase kwenye hospital ya mapenzi yako. Baby to mami to, linda penzi lako, kuwa kama mlinzi na linda nyumba yako, mali zako, watoto wako, heshima yako. Usipagawe na dunia ya tamaa na uongo, kwepa mbali scandal, mbea na madongo, cheza mbali na vijana wa flavor za bongo. Kaa nami, ishi nami, usijale michongo, nitapata kesho na kesho tatumia. Vumilia, mtoto special kati ya wengine mia, na kumbia Say record, let's go. Jackie B, nipe pambio. Bits and blessings, loud and clear entertainment. Listen, yote ni bure, yote ni ubatili. Usinidharau. Namuona na gari kubwa kuliko shida zake, namuona na wanawake.
Sema kuna Mungu, watu wajipange. Anadhani ni nguvu zake, akigonjeka daktari anatoka ng'ambo. Akiboeka hapo utaona mambo. Maombi kwake ni kelele, ndiyo nimeona nikueleze. Oh, hashtag Nebukadneza. Sauli pia atakueleza. Nasema hashtag Nebukadneza. Haijalishi yale umeweza, yote ni vanity. Vanity. Bila Yesu ni vanity. Yote ni vanity. Vanity. Bila Yesu ni vanity. Namuona na sketi fupi kuliko miaka yake, anataka tumeze mate. Alisema moja wezi zima moto wake. Ana wanaume 8, haumpatikani sana, ila ile siku ya rambe ya susu. Hamini Mungu yuko, ye usema talishwa na matunda ya usupu. Nasema hashtag Nebukadneza. Sauli pia atakueleza. Nasema hashtag Nebukadneza. Haijalishi yale umeweza, yote ni vanity. Vanity. Bila Yesu ni vanity. Yote ni vanity. Vanity. Bila Yesu ni vanity. Usimdharau binadamu mwenzio kuwa eti wewe una pesa, mali na magari. Haya yote ni ubatili. Shukuru Mungu kwa uhai. Usijisifu sana na huu mwili. Huu mwili ni chakula cha mchwa. Yote ni vanity. Vanity. Bila Yesu ni vanity. Yote ni vanity. Vanity. Bila Yesu ni vanity. Ko twemeye ukatunguraho uyu munsi, turagusabye mu izina rya Yesu kugira ngo uyu mwanya duciye bugufi kugira ngo wanze tweze udutunganye uduhaye utaduharuriye Mana. Mu izina rya Yesu turaguhaye ikaze kugira ngo uzubane natwe, ngo dutaramisha tutanye n'abadayimoni mu izina ryawe, kugira ngo ahantu turi mwami hagaragara ubwiza bwawe ubwacu. Mwami Mana yacu ugira neza, umurongozi wa porogaramu tumushize mu maboko yawe. Ibikoreka ahantu mwami kuri uyu munsi ntabe wahurira bari ubihesha icyubahiro kuko uri Imana. Mu izina rya Yesu turasabye twiginga kugira ngo abamarayika bagaragara ahantu mwami kuva iyi saha kugeza igihe dusohokera muri nongoro y'izina ryawe ubwawe Yesu ukiza wacu. Amen. Amen. Turirimbe inomero y'ijana na 24 mu ndirimbo z'Igiswahili. We sing a hymn song 144 in Swahili. Hanyuma tubwire abajejwe abageni kugira ngo babe baritegura duheza n'uririmbo kwa challenge. Let's ask those in charge of protocol, after we finish this hymn song, our special guests, then they will come in. Hanyuma tutarayiririmba ino ndirimbo, before we sing the song, twagira ngo tumenyeshe abantu bose bari hano. I would like to announce to everybody, ubwiherero buri hano umuntu aci hano. To the bathroom is this way. Abakenyezi umuryango wa kabiri. The ladies, the second door. Abagabo umuryango wa gatatu. And the gentleman is the third door. Turaririmba ijana na 24. We
will sing 144 in Swahili. Sawa na kisima safi yenye maji mengi mema, ni upendo wa Mwokozi the bride and groomsmen to get ready and come in. Nkuko imico yacu iri, just like our culture is, turasaba ishengero abo banyakubahwa bari kwinjira natwe ishengero tuba duhagaze. When the groomsmen and the bride, when they come in, we ask the church to stand up, please. Mungu
Mpango wa Mungu haukuzuiwa, na wale simba haukuzuiwa, na wale dubu haukuzuiwa. Mpango wa Mungu ni lazima utimie. Mpango wa Mungu ni lazima utimie. Lazima utimie. Mpango wa Mungu ni lazima utimie. Lazima utimie. Alilopanga Mungu nani apinge? Nani apinge? Alilopanga Mungu nani akate? Nani akate? Alilopanga Mungu nani apinge? Nani apinge? Alilopanga Mungu nani akate? Mpango wa Mungu ni lazima utimie. Lazima utimie. Mpango wa Mungu ni lazima utimie. Lazima utimie. Alilopanga Mungu nani apinge? Nani apinge? Alilosema Mungu nani akate? Nani akate? Alilopanga Mungu nani apinge? Nani apinge? Alilosema Mungu nani akate? Nani akate? Mpango wa Mungu ni lazima utimie. Lazima utimie. Mpango wa Mungu ni lazima utimie. Lazima utimie. Mpango wa wanadamu wanataka wewe ufe, wakati Mungu anataka wewe uishi. Mpango wa wanadamu wanataka uaibike, wakati Mungu anataka kuinue. Mpango wa wanadamu hautatimia. Mpango wa Mungu lazima utimie. Mpango wa wanadamu hautatimia. Mpango wa Mungu lazima utimie. Mpango wa Mungu ni lazima utimie. Lazima utimie. Mpango wa Mungu ni lazima utimie. Lazima utimie. Alilopanga Mungu nani apinge? Nani apinge? Alilosema Mungu nani akate? Nani akate? Alilopanga Mungu nani apinge? Nani apinge? Alilopanga Mungu nani akate? Nani akate? Mpango wa Mungu ni lazima utimie. Lazima utimie. Mpango wa Mungu ni lazima utimie. Lazima utimie. Mpango wa Shetani ulikuwa Daudi afe kabla hajapewa kiti cha ufalme. Aliwatuma simba ili Daudi afe kabla hajapewa kiti cha ufalme. Aliwatuma dubu ili Daudi afe kabla hajapewa kiti cha ufalme. Mpango wa Mungu haukuzuiwa, na wale simba haukuzuiwa, na wale dubu haukuzuiwa. Mpango wa Mungu ni lazima utimie. Mpango wa Mungu ni lazima utimie. Lazima utimie. Mpango wa Mungu ni lazima utimie. Lazima utimie. Alilopanga Mungu nani apinge? Nani apinge? Alilopanga
bafate ibibanza byabo. Please be seated. Hanyuma twumve icyatuzanye kuri uyu munsi. Kugira ngo twongere dusabe abantu kugira ngo bamenye yuko hano ari mu ngoro y'Imana. We ask to let the people know that we are in the church. Dusabe kugira ngo ukuvuga mu ngoro y'Imana tugabanuke. Please do not continue talking in the church. Be quiet. Turasabye kugira ngo haba agakwegera ingoro y'Imana. We would like to have silence. Twagira ngo tubaze abaje bazanye uwo mugeni hanyuma namushikirize batubwira bagira n'icyo. I would like to ask who's giving the bride and if there is anything to say. Kamuhaye ikaze. Imana ishimwe. Praise the Lord. Basi muri make tuvuga ati ibintu mwaje kudusaba tukemeza yuko tuzobishikiriza kuri uno munsi n'iyi twari tubishikanye muri uno mwanya natwagomba kugira ngo uwo twabizaniye kugira ngo uko badusabye muri byinshi azamekinde shuwa cyane ihweze yuko byoba aribyo tubone gushima nawe. Okay, we would like the bride that came to us today. We fulfilled our promise. We bring her today, and the one who came to request for the bride, he can come and double check to make sure she is the right bride. Twagira ngo dusabe abavyeyi b'umukobwa kugira ngo bahaguruke. We like the parents of the bride please to stand up. Hanyuma kugira ngo tubahe ikaze hano. So we can welcome them. Amen. Amen. Please be seated. Twagira ngo twongere duhe ikaze abavyeyi b'umusore. We would like also to welcome the parents of the groom. Nibaza ko bamwe bahava bijijanya nabo bahagaze hano. The ones you see. Nabo kuko twakorera abandi n'abandi tubibakorera. Like we do to the others. Twagira ngo murakoze cyane. Twagira ngo twongere duhe ikaze. We would like again to welcome abakozi b'Imana bari hano, all the servants of God, abapasiteri bose bari hano, all the sengero zitandukanye, all the pastors they are here from different denominations. Twagira ngo nabo tubasabe bahaguruke. We would like to ask them to stand up. Hanyuma dusabe kugira ngo baramutse ishengero bagoroye ibiganza byabo. With the church. Amen. Tukaba twagira ngo tubonere akanya ko gusaba umupasiteri wari wese yoba yicaye hagati. We would like to ask if there's a pastor sitting in
the congregation. twagira ngo tumusabe kugira ngo avyaguke ahari ashike hano. To ask him or her to stand up and come forward. Amen. Amen. Hanyuma vy'umwihariko rero Very important. twagira ngo twungane duhe ikaze We would like again to give welcome Christian our brother Christian na Chantal. and Chantal. Hanyuma dusabe abajejwe kubicarika kugira ngo babicarike. We would like to ask those in charge to the protocol to ask them to be seated. twagira ngo dusabe ikwaya ya hano kugira ngo iririmbe ururirimbo rumwe. We ask the choir from here to sing one song. Turabahaye ikaze. Welcome. Thank
twagira ngo tubandanye We would like to continue kugira ngo tujane mu mwanya. so we can go with time. Twagira ngo dusabe Christine We would like to ask Christian kugira ngo tubashimire tubabona. so we can bless you today while we sing you guys. Twagira ngo tumusabe kugira ngo afukurure. We would like him to remove the veil. Kugira ngo tumubone ko ari byo ko ari. So we can see if she's the one. Watakuwa mwili mmoja, wanie mamoja, washirikiane kwa pamoja. Na mfukurure gusa kugira ngo ibyo dukora byose tuze kubikora tumubone. Tunamwomba mwalimu Christian afunue kisha bila kuwabarikia ili tupate kumwona. Mambo haya matatu yawe ngao kwa upendo wetu. Katika ndoa yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nadhani kwamba sisi wote tumeishamuona. I believe everybody will have seen her. Kwa hiyo tunawasihi waketi tena. We ask them to be seated, please. Amen. Tunawaomba wakae We ask them to sit down na tutaendelea na mengineyo. and I will continue. Kabla hatujabariki ndoa hii, Before we pray for this wedding, kama vile kuna muda tulikuwa tunawatangazia kwamba kuna harusi, like we were announcing a few months ago that we have a wedding, tunataka tupitishe tangazo la mwisho. we would like to make a last announcement. Na tunaomba ndani ya kanisa ikiwa kuna mtu ana la kusema atasema. We will ask if there's anybody in the congregation, if you have anything to say, you can say. Ikiwa kuna kitu wewe unajua hawa watu wawili kinaweza kutowasababisha ili tuwaunganishe ndoa yao. If you know there's anything between these two that we cannot make them one today, tunakuomba usimame useme. we will ask you to stand up and say before we pronounce them as a husband and wife. Ukiwa una kitu cha kusema kinaweza kuwafahamisha ili waunganishwe ndoa, tunakusihi usimame useme. So if there's anything you'd like to say before we make this couple as one today, please stand up and say. Kwa hiyo tunawapatia second 30. I will give you 30 seconds, please. Asante. Thank you. Oni lake. Amen. Hilo ni oni lake. Tunasubiri zile 30 seconds. We still waiting for those maybe 25 seconds left. Amen. Amen. Tunaona hakuna mtu yeyote ana la kusema. So there's nobody have anything to say. Na tunatangaza hapa sasa kwamba ukiwa una la kusema lakini hausemi, And then we say it again, if you have something to say and you don't say it, usiseme hata mwisho wa so dunia. keep it quiet and wait for life. Kwa hiyo sasa, kwa maana hakuna mtu yeyote amezungumza, Therefore, since there's nobody got something to say, tunapewa ruhusa sasa wa kuunganisha hii ndoa. so you guys are being given the authority to bless this couple. Tunataka sasa tusome maneno ya Mungu. We would like to read the word of God. Tutasoma kitabu cha Mwanzo. I'm going to read Genesis chapter 2 verses 18 to 23. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Now the Lord God had formed out of the ground all the beasts of the field and all the birds of the air. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was his name. So the man gave names to all the livestock, the bird of the air, and all the beasts of the field. But for Adam,
no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, "This is now bone of my bones and the flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of a man." Amen. Katika viumbe vyote vilikuwa duniani, among all the creatures was on earth, Mwenyezi Mungu akavileta mbele ya Adamu. God brought them before Adam, ili Adamu aviite majina. so Adam can give them names. Na Adamu akapea majina kwa kila kitu. And Adam named those creatures. Lakini Adamu hakupata msaidizi. But Adam did not get a helper. Kama vile Biblia inatuambia, just like the Bible said, Mungu akapatia usingizi mno. God gave a really deep sleep Adam. Na akafanya operation kwa Adamu. And he performed a surgery to Adam. Akatoa ubavu moja. And he removed one rib. Na akatengeneza mwanamke. And he made a woman. Amen. 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 Ni kusema mwanaume, it means that a man, ukiwa wewe mwenyewe tu hauna mke, if you are just alone without a wife, uko incomplete. You are incomplete. Amen. Amen. Hauelewi. You are no fool. Kwa maana kuna mfupa mmoja umetolewa kwako. Because there's one rib that was removed from you. Na hauna. And you don't have that rib. Lakini ukiwa na mke, but if you have a wife, ni kusema unaenea hapo. That means that you are truly complete. Amen. 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 Na tukiendelea kusoma maneno ya Mungu. And if you continue to read the word of God, neno la Mungu linatuambia hivi. The word of God said, enyi waume, amen, pendeni wake zenu. Love your wives. Kama Kristo naye alivyopenda kanisa. Like Christ loved the church. Akajitolea kwa ajili yake. And he gave himself because of hapo the church. Sasa nageukia Christian. Now I'm talking to Christian. Christian, wewe ni mwanaume. Christian, today you are a man. Amen. Amen. Unapaswa kujua kwamba wewe ni kichwa. You need to know that you are the head. Unapaswa kujua kwamba kitu chote kikiingia nyumbani kwako ni kinaanzia kwako. You need to know anything that will come to your house will start from you. Ukiwa ulikuwa na oga, if you are afraid, usitume mke wako. Do not send your wife. Kwa maana neno la Mungu linatuambia hivi. Because the word of God said, kama vile Mungu alijitolea kanisa, like how God gave for the church, na ndivyo hivyo na wewe unapaswa kujitolea mbele ya mke zako. The same way you are going to have to give up before your wife. Wewe unapaswa kufa ukiwa unakingia mke wako. You need to die while you are protecting your wife. Amen. 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 Mtu akigonga kwenye mlango, if somebody comes to knock to your door, usiambie mke wako kwenda kufungua. Don't ask your wife to go open the door. Lakini ni wewe utafungua. You are the one to open that door. Amen. Amen. Kwa maana ni wewe kichwa, because you are the head of the house. Na unapaswa kuprotect your wife. And you need to protect your wife. Amen. 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 Hayo maneno tunayasoma kwa kile kitabu cha Waefeso 5:23-25. We read this from the book of Ephesians, chapter 5 to 22. Keep going down. Amen. Amen. Tukisoma kwenye kitabu cha Wakolosai, if you read in the book of Colossians, neno la Mungu linatuambia hivi. The word of God said this. Ninyi waume, you women, pendeni wake zenu. Enyi waume, you men, pendeni wake zenu. Love your wife. Msiwe na uchungu nao. Do not be angry with your wife. Amen. Amen. Mke ni kitu kizuri. A wife is a good thing. Neno la Mungu linaniambia hivi. The word of God tell me, vitu, things, mali, wealthy, wazazi wanaweza kukupatia. People that can give you that to you. Wazazi. No, the parents they can give that to you. Au ndugu zako wanaweza kukupatia. Or your brothers they can give that to you. Lakini mke mwema, but
good wife anatoka kwa Mungu. came from Amen. God. Amen. Amen. Umepata mke Today you receive a wife ametoka kwa Mungu. came from God. Kesho sasa mkiwa ndani ya nyumba, So tomorrow when you are in the house, usianze kumtupia maneno machafu. do not start saying bad things. Usianze kumgronde. Do not start pushing her down. Amen. Amen. Nikiwa naambia Christian, If I'm telling this to Christian, nadhani kwamba waume wote wanasikia. I believe all the men in here, they are understanding me. Amen. Amen. Methali Proverb inasema says this, kama vile nimeisha maliza kusema. just like he just finished to say. 18 mstari wa 22. 18 to 22. Apataye mke apata kitu chema, Who receives a wife receive a good thing, naye ajipatia kibali kutoka kwa Mungu. and Amen. receive the favor from God. Amen. Amen. Ni kusema umepata kitu kizuri. That means that you have gotten a good thing. Umepata kitu bora. You have gotten a very beautiful thing. Hapa nadhani kwamba hapa Highpoint kuna wabinti wengi. I believe in Highpoint there's a lot of women. Rally kuna wabinti wengi. In Raleigh there's a lot of women. Lakini hakuna binti yeyote amekufurahisha. But there's no one who pleased. Lakini uliona kwamba ni vizuri But you thought that was better utembee Amerika yote. to go to travel the entire America. Nadhani kwamba hata ulienda huko Afrika. Maybe you went to Africa. Kwa maana ulitoka Afrika, nadhani kwamba ulikuwa unakumbuka wale wabinti walikuwa huko Afrika. I believe you came from Africa, so you used to think about those girls in Africa. Nakumbuka ulipita huko Uganda, na nadhani ulikuwa unakumbuka wabinti walikuwa huko. You passed through Uganda. I believe you used to think about the girls in Lakini Uganda. ukaona kwa hao wabinti wote, But you saw that all the girls, mrembo anapita wote, they're really beautiful. Among all, ni Chantal. is Chantal. Amen. Amen. Kesho usigeuze hayo maagano yako. So tomorrow, do not change your promise. Mrembo duniani yote ni Chantal. The most beautiful woman in the world is Chantal today. Amen. Amen. Nadhani kwamba Christian, hakuna siku yoyote umeisha jipiga kofi. I believe, Christian, since I know you, you never slap yourself. Nadhani kwamba hakuna siku yoyote umeisha jipiga. I believe you never slap yourself. Ujue kwamba sasa na wewe mke wako, No better, even your wife, ni ubavu wako. or is your ring. Usifikiri kwamba ni mke wako tu, I don't think that it's just the wife. lakini ujue kwamba ni ubavu wako. Know that she is your ring. Usinyoshe mkono ili umuonyeshe kwamba unataka kumpiga. Do not raise your hand to show that you are about to slap Kwa her. maana wewe mwenyewe bado haujajipiga. Because yourself you never slap her. Amen. 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 Naambia Kristiana, naambia wanaume wote. I'm telling this to Christian and I'm telling the entire men's union. Na Mungu atubariki. May God bless us. Na neno nataka nishie yeko kwa Kristiana. And the last word I need to finish with Tunalikuta this, hapo kwenye Methali in the same book of Proverbs, 19 mstari wa 14. 19 verses 14. Najua kwamba wewe Kristiana ulikuwa na vijana wengi. I believe, Christian, you had a lot of young men. Walikuwa wanakuja kwako. They used to come to your house. Wanaingia kwenye chumba chako. They go to your room. Lakini hakuna tatizo lilikuwepo. There was no problem. Jamani, tuko pamoja. Are we together? Lakini tangu sasa leo, But since now today, kwa maana umepata ubavu wako, since you received your ring, hakuna kijana yeyote anaruhusiwa kuingia kwa chumba chako. there is no another man is allowed to enter your bedroom. Amen. 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 Acha niachie hapo kwa maana muda unaenda haraka. Let me just finish right there. Acha sasa tuende kwa bibi harusi. Let's go to the bride. Neno la Mungu linaniambia hivi. The word of God is telling the pastor, Enyi wake, woman, watii waume zenu respect, obey your husband kama mtii bwana zenu. as you obey the Lord. Ni kusema kitu wewe umepewa, This means that the things that you have given to you, kumtii, you've been given to respect, kumheshimu. to obey. Amen. Kwa maana ni kichwa, Because he is a head, na kichwa kinabaki kuwa kichwa. and the head always remains to be a head. Amen.
Kesho usije kujifanya sasa wewe mkubwa ndani ya nyumba. So tomorrow don't change, try to be the head of the house. Lakini ujue kwamba wewe uko na kichwa chako. But you need to know that you have your own head. Amen. Amen. Unapaswa kumpenda. You will love him. Unapaswa kujua ni kitu gani Kristo anapenda. You need to know what Christian love or like. Unapaswa kujua ni maneno gani Kristo nikimwambia na fulani. You need to know what kind of things if I tell Christian will be happy. Unapaswa kujua ni ndizi au ni vilai anapenda. You need to know if it's he like banana or potato. Unapaswa kujua ni fish gani anapenda. You need to know what kind of fish does he like. Hiyo ni jukumu lako la kujua vile anapenda. You are responsible for that, to know what Christian like. Amen. Amen. Na sio Chantal tu, ni wanawake wote. It's not just Chantal. Tukisoma kwenye kitabu cha Wakolosai, if we go back in the book of Colossians 3:18, 3:18, inaendelea sasa kusema hivi. I continue to say this. Ninyi wake, all the women, watiini waume zenu, respect your husband kama ipendezavyo katika Bwana, as it please our Lord. Amen. Amen. Msipendeze waume zenu kama vile watu wa dunia wanawapenda. Do not please your husband as the people of earthly do. Lakini unapaswa kumpenda kama vile Mwenyezi Mungu anapenda. You need to love him as God wants you to do. Amen. 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 Kwa hiyo leo sitaki kuambia maneno mengi. Today I don't want to say that. Maana tumeisha kuzungumza mengi. We have spoken. Nadhani kwamba hata mnakumbuka. I believe you remember. Kwa hiyo sasa kwa kutaka kumaliza, so to finish, nataka sasa niombe ule anayehusika na wao, I would like to ask the one who's in charge of them, awasimamishe, to ask them to stand up, ili tuwaulize maswali, so we can ask them questions. Na mtihani wakifaulu mtihani, and if they pass this task, ndo sasa tutawabariki, then we're going to bless them. Lakini wakifail, if they fail, ni kusema watafanya nini? Watarudia nyuma sasa, wataangalia jinsi ya kufanya. They will go back and see what they're going to do. Amen. 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 Sasa acha niwasogelee labda ili tuonane vizuri. Let me get close to them. Hakuna tatizo, wanaweza kubaki. Leo ni wafaa. Today they are king and queen. Na sasa mfalme anapaswa kuheshimiwa. So the king have to be respected. Ni siku yao. This is their day. Na wewe kijana ujue kwamba ukifanya kama hivi utakuwa mfalme. And you young men, if you do this, you are going to be a king. Ukipita kichochoroni hapo kwa but if you go in the darkness way, unaona kutoka fasi yangu nakuja kwa wafalme. Now I go to my place, I'm coming to the king. Amen. Amen. Nina maswali sasa nataka niwaulize. I have a question I would like to ask. Mkifaulu sawa hapo tutawabariki. If you pass it, surely we're going to bless you. Lakini mkifeli hatutawabariki. If you are failing, we are not going to pray for you. Wakati nilifika hapa Amerika, when the pastor came to America, niliona watu wengi wana wanawake lakini kupitia kwa ndugu zao. I see a lot of people, they find women through their friends. Au wazazi wao. Or through their parents. Au watu wengine. Or through different people. Sasa ndugu yangu Christian. So my brother Christian. Nataka nikuulize. I would like to ask. Ni baba yako amekutuma uende kuchagua huyu Chantal? Is your father who sent you to go na amesema to pick Chantal? Na anasema usipooa Chantal hatakuwa mwana wangu tena. And if you don't marry Chantal, sasa umeogopa my son. Sasa umeogopa mzazi wako. So you are afraid of your parents. Na umekubali. Nataka sasa hapa and you accept mbele ya Mungu na mbele ya kanisa. So before the church and before God, utukubalie ikiwa ni wewe mwenyewe umeenda kujichagulia Chantal. If you yourself you went to pick Chantal. Hakuna mtu amenituma, ni mimi mwenyewe. Amen. Hapa najua kwamba Christian wewe una account hapa. Najua una account. Christian, I know you have a bank account. Pia ninajua kwamba Chantal ana account huko. Also I know Chantal has a bank account. Kwa maana mmekwisha kuwa mwili mmoja. So since you have become one. Sasa unakubali hapa mbele za Mungu na mbele ya kanisa kwamba utakubalia Chantal awe anaangalia account
peke yako? Before church and before God, do you accept that Chantal, she also going to be in charge of that bank account? Ndiyo nakubali. Swali la tatu. The third question. Unaona jinsi anametameta? You see how she's really shining. Kesho inaweza kubadilika. Tomorrow can change. Kwa maana maisha yanabadilika siku kwa siku. Because our life change daily. Ukiona amebadilika hautasema kuna vitu mengi naweza nikachukua mwingine. If she changed tomorrow, are you not going to say there's a lot of girl can go back to another one? Utaendelea kumpenda. Are you going to continue to love her? Hata akiwa na matatizo gani utaendelea kumpenda. Even if she got a problem, are you going to continue to love her? Jibu hapa. Ndiyo nitaendelea kumpenda. Swali la mwisho. The last question. Mbele za Mungu na mbele za kanisa. Before church and before God. Utapenda Chantal hadi lini? When are you going to love Chantal? Since when? Nitampenda milele hadi kifo itugawanye. Amen. Sasa hivi tunageukia bibi harusi. Now we move to our bride. Nikusema labda huyu amsaidie kidogo, maana mume na mke sio ni wako tofauti. Because husband and wife are different. Amen. Nataka nikuulize. I'd like to ask you a question. Nimeisha jua kwamba wazazi wako ni watu wakali sana. I will know that your parents, they are very, very, like a little bit dangerous. Strict. They're very strict. Amen. Sasa wazazi wako labda wameona huyu kijana wetu. Maybe your parents, they saw our young man. Na walisema kwamba usipokubali yule. If you don't really accept him, hakuna mwingine ukatuletee. There's no another one you are going to bring. Hapa milele na milele. You will stay home forever. Ni nani amekutuma umpende? So who sent you to love him? Roho yangu ndio ilipenda nimpende. Swali la pili. The second question. Kama vile nimemuuliza. Like I asked him. Na account yako nacho. You have a bank account or not? Sasa wewe unakubali kwamba kesho au kesho kutwa mume wako anaweza kuingia kwenye account yako na anaweza kuchukua hata pesa na kwambia nimechukua hizo pesa. Unakubali? Do you accept that Christian will be also in charge of your bank account? Ndio. So yes. Sasa nikwambie hapa Amerika vitu vyote vimegeuka. Unaona hii suit? I'm telling you now, sometimes in America things change. You see this suit na hiki kiatu with that shoes. Si ya kwake. Maybe it doesn't belong to him. Hapa akimaliza hapa watakuja kukichukua. Maybe after this they will come and take this away. Na maisha yake unaona kwamba hivi anang'aa. Now you see him is really shining, looking good. Unaweza kuona vile alikuwa anakuja kwako amevaa. You will see the way he used to come to you dressing. Alikuwa anaazima zile nguo. He was lending those clothes. Sasa kwake, he was renting those clothes. They will not belong to him. Sasa ukikuta hizo nguo alikuwa anakuja kwako alikuwa ameziazima. So if you find out those clothes, he was renting those clothes. Na maisha yake akibadilika. And his life changed. Utaendelea kumpenda. Would you like, will you continue to love him? Ndio. So yes. Swali la mwisho. The last question. Nataka nikuulize. I would like to ask you. Siku ngapi? How many days? Au masaa mangapi? Or how many hours? Au miezi ngapi? Or how many months? Au miaka ngapi? How many years utapenda huyu? Will you love Christian? Fungua wasikie. Ni mbele za Mungu na mbele ya kanisa, sio mbele yangu. Yes. Nitampenda milele. Amen. 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 Sasa acha niulize kanisa. So let me ask the church. Maswali ameulizwa. The question that they will ask.
loved one. Kuna vitu wanapeana. There's something that they give to each other. Inaonyesha upendo wao. And to show their love. Amen. Amen. Na labda kuna vitu nimeandaa mtaonyesha kanisa kwamba mmevifanya. Maybe there's something that I prepared that to show the church. Tunaomba sasa ili mvikane matete. Amen. We would like to give to each other your rings. Na mtanipatia hizo ringi nizikague kwangu. Hata tuambie tu hakuna tatizo. I believe he's going to say. Na ni muda wao wa kuzungumza. And it's their time to speak. Mimi Christian mzima. Atapandisha mkono. She's going to raise her hand. Na wakati utakuwa unasema maneno utakuwa unamvalisha. While you are saying, wewe ni mfalme, nitashika microphone hakuna tatizo. Wewe ni mfalme tu. Pale utaendelea. Mimi Christian mzima. Me Christian mzima. Na kufika pete hii Chantal. I'll give you this ring, Chantal. Alama ya mapendo na uaminifu. The sign of love and faith. Waga kuwa mke wangu. And to make you to be my wife. Milele hadi kifo kitakapo. Forever until the day separate us. Chantal litakuwa hivyo. The same way to Chantal. Atachukua pete. She's going to get the ring. Usiwavuge. Toa hiyo kwangu. Toa hiyo microphone. Nitakupima mfalme. Wafalme acha wafanye vya wao kama kitu. Unajua mfalme hakimbii na hakimbii muda ni wake. You know the king, they don't rush. This is the day. Na yeye sasa ikiwa kuna maneno atatuambia. And if she have anything to say, na yeye atatuambia. Please go and say. So raise your hand. Watu waone huko. So people can see. Me Chantal. I'll give you this ring, Christian. For the sign of our Lord. And anti-death can separate us. Amen. You know a female the way they talk. Amen. Sasa tunataka tuwabariki. We would like to bless them and pray. Tunaomba wachungaji wote. We ask all the pastors wafike hapa to come forward. Tuwaunganishe. So we can make. Ikiwa kuna mchungaji amekaa huko na yeye mchungaji atafika hapa tu. If there's another pastor sitting over there, we will ask you to come forward. Amen. Tuangalie kanisa. Let's bless the church. Tuangalie kanisa na mpige magoti. Na tuombe wengineo wakae. Let's ask the remainder to be seated. Amen. 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 Tunawaomba sasa wapige magoti. We ask them to kneel down. Na tuombe watumishi wote wa Mungu wachungaji wafike hapa. We ask for the pastor tuwazunguke ili tuwaombee mibaraka. So we can pray for the blessing. Amen. 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 Na tutaomba hapa Dr. T. We ask Dr. T. ili aombe Mungu kwa kuwabariki. So can pray God to bless them. Lord Jesus Christ, we stand before you and they kneel before you in all the authority of heaven. And we're grateful for your blessings which are today and will be forever as they continue to keep the promises they have made. May your blessings continue to grow. May your life expand in them as they serve you. In your name we pray. Amen. 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 Please stand up. Amen. Amen. Sasa hivi now tunataka tuwaunganishe. we would like them to make them one. Amen.
The word of God says, Mungu akiunganisha, if God put together, hakuna mtu anaweza kutatanua yenye Mungu ameunganisha. there's nobody can separate what God is bringing together. Kwa hiyo hawa tunawaunganisha, Now these two, we make them one. na tangu sasa hivi From now on, ataendelea kuwa amemshika hivi. they will continue to hold each other. Ukimwacha hivi, If you let her go, ni kusema utakuwa kichwa chako, ni kusema hautakuwa unaonyesha kwamba wewe ni kichwa. that means you will not show that you are the head. Amen. Sasa tangu sasa hivi, From now on, tunatangaza mbele za Mungu na mbele za kanisa, we announce before God and before church, kwa mamlaka tumepewa na Mungu hata na serikali, for the authority they've been given from God and the government over here. tunasema kwamba Christian na Chantal ni mke na mume. Sasa hivi tunataka sasa wasaini makaratasi. Now we would like them to sign some paper, Kwa maana kuna makaratasi yametoka serikalini, because there's some paper that they came from the city. na hapo sasa tutawaomba wasaini. We will ask them to sign. Na tunaomba wale wafike hapa watakuja kusaini. We ask them to come forward. Amen. Ni kusema serikalini wao wamesha saini. Not that they went to the city or in the government to sign some paper. Ni kusema hao wameshamaliza kusaini. That means they finished over there. Lakini mashahidi sasa wanapaswa nao kuja hapa ili wasaini. So the witness, they need to come over here and sign also. Tumeanza sasa na ya government. Tunaomba wale mashahidi wafike hapa. We start with the one for the government, so the witness to come over here. Na watasaini. And they're going to sign. Mwenye anasimamia mume atasaini. The best man, the father of the parent. And one on the side of the woman. Hata na mimi nitasaini kwa maana ni mimi nimebariki ndoa hii. All the pastors going to sign. Amen. Kwa hiyo tunaendelea, ilikuwa ya serikalini. This is the one from the city. Na tunaendelea sasa na certificate ya kanisa. Now the one for the church. Ni kusema hii certificate ya church, the one the certificate of wao church. wataanza kusaini. Tutaomba Christian asaini hapa. We ask Christian to sign over here. Na tunaomba Chantal na yeye atasaini hapa. Also, Chantal to sign over here. Na tutaomba mashahidi wafike hapa. Tutasaini hapa. Na wewe utasaini. Also, your son over here. Ndio na mimi nitasaini. Also, half of sign. Sababu kanisa lina muhuri. See, the church has a seal. Na
Hapa tutatia muhuri wa kanisa. We want to put the seal of the church. Amen. Kwa hiyo tunawapatia certificate yetu. Hii ni certificate ya kanisa. This is the church's wedding certificate. Amen. Na mafoto sasa, mapicha hapo vionekane kwamba walikuwa wamepewa. So go ahead and take some pictures. Na hii sasa ni ya government. And this one is for the government for the seal. Labda wale watu wanaweza kusaidia hiyo karatasi. Na hii sasa ni ya government. And that one is for the government. Amen. Amen. Ni kusema hapa tunamaliza. This means that we finish. Hapa sasa tunataka tuombe Mungu ili tumalize kuhusu kanisa hapa. I would like to pray God so we can dismiss us. Najua kwamba programu zingine mnazijua, mtapita mnaenda pale kwenye ukumbi. You know what is going to follow next. Na tuombe mchungaji Celeste. Mahali panapoinuka juu mbinguni, asante kwa rehema na upendo wako. Asante kwa fadhili zako. Umeona kwamba ni vema tutakuwa hapa kwa siku ya leo kwa ajili ya kusherehekea ndoa hii ya ndugu yetu Christian pamoja na dada Chantal. Hivyo Bwana, tazama yote tunayaweka mikononi mwako, tukimaliza programu ya kanisa na kuelekea huko kumbini. Tunaomba uongozaji wa Roho Mtakatifu utangulie mbele zetu, na sisi Bwana tutakaa kwenye nyayo za miguu zako. Bariki gari ambayo tutatembelea, hasa na hawa wakina ndoa, wabariki na kuwaongoza hadi tutakapowasili kwa ukumbini. Tunaomba utakatifu wa mbinguni kutuongoza, ni katika jina la Baba na la Mwana tunaomba na kuamini yote. Amen. Tusingeweza kukuchukua bila ruhusa ya wazazi wako, bibi harusi wewe. Ndio maana tulisafiri kwenda kuwaomba wazazi wako ili turuhusiwe. Zawadi mbalimbali tuliwapelekea, tunashukuru Mungu walizipokea. Tulipowaomba tukuchukue, kuna taratibu tuliambiwa tuzifuate. Taratibu zote tulizifuata. Hapo ndipo tuliporuhusiwa. Tumepewa baraka zote, wewe uwe mke wa kijana wetu, bibi harusi wewe. Tumepewa baraka zote, wewe uingie kwenye ukoo wetu, bibi harusi wewe. Tunamshukuru Jehova
tukuache